Kwa majina naitwa Catherine Ernest Ngai, natokea Calvary Christian Center. Nina maswali matatu ya kukuuliza, naomba unisaidie kujibu. Sawa. Swali la kwanza linasema ni nani aliyemwomba Mungu mvua wakati wa ukame? Yeshua. Swali la pili linasema ni nani alimsaliti Yesu? Yuda. Na pia swali la tatu linasema ni nani alikuja kumtayarishia njia Yesu? Yohana Mbatizaji. Amina. Naitwa Eva Mwagama na nasali kanisa la TAG Tunduma Gorofani. Oh my God! Wow! Oh my... Leo umejifunza nini kanisani? Kanisani leo tumejifunza habari ya kanisa na utumishi. Na nafikiri wewe ni mwana CS? Yes, bila kukosea mimi ni mwana CS. Kwa hiyo ndio tumejifunza hivyo. Bwana CS, mna sikukuu inayofanyika mwezi wa 10 tarehe 5. Kauli mbiu ya CS inasemaje? Kauli mbiu ya CS inasema swali la kwanza linasema Yesu alihubiri wapi kwa mara nyingi? Yerusalemu. Ni nani alimuua Kaini? Aliyemuua Kaini ni Abili. Swali la tatu, ni nani aliyetangulia kuhubiri injili kwa mataifa? Yohana Mbatizaji. Kwa majina ninaitwa Belina, ninatokea Tunduma Calvary Christian Center. Mmejifunza nini leo kanisani, kitabu unachokikumbuka? Tumejifunza kuhusu kanisa kuwa mwili mmoja katika Kristo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza hadi 25. Oh my God! Wow! Oh my God! Kwenye kitabu hicho kinazungumza kuhusu viungo. Nafikiri wewe ni kiungo gani katika kanisa? Naweza nikasema ni macho. Kwa nini unasema wewe katika kanisa ni kiungo cha macho? Kwa sababu macho wenyewe yanatumika kuona, so naamini na ninajua ya kwamba mimi hapa kwa sababu most of the time ninakuwa kanisani and stuff. Kwa hiyo okay, nina maswali mengine matatu ya kukuuliza hapa, unaweza kunijibia? Ni ishara gani inayowakilisha Roho Mtakatifu katika Matendo ya Mitume? Ishara inayowakilisha Roho Mtakatifu katika Matendo ya Mitume. Kwenye Matendo ya Mitume ameandika ishara nyingi. Ishara ya kwanza ni kunena kwa lugha, na ya pili ni pia kupitia matendo yako. Ishara ya Roho Mtakatifu, right? Nani aliyetangulia kuhubiri injili kwa mataifa? Aliyetangulia kuhubiri injili kwa mataifa? Kwa upande wangu nahisi ni Paulo, ingawa sina uhakika. Okay. Swali la tatu linasema ni ishara gani inayowakilisha Roho Mtakatifu katika Matendo ya Mitume? Je, ni moto, maji, njiwa au upepo? Njiwa. Amina. Tulikuwa na mpendwa ameweza kutujibia maswali yetu matatu. Pia tunaweza tukaenda kwa mpendwa mwingine ambaye atatujibia. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Evaristo Enhard Mkinga. Umejifunza nini leo ibadani? Nikianza na ibada ya kwanza, first service, nimejifunza kwamba mwanadamu inatakiwa unavyotaka kuvuka kwenda stage nyingine, cha kwanza kabisa inabidi utoe vinyongo, utoe na vitu ambavyo vinaweza vikakufanya wewe usiweze kuvuka kwenye hatua ambazo Mungu ameenda kusudia. Second service umejifunza nini? Second service tuzungumzie kwa upande wa maandiko. Upande wa maandiko nimejifunza kwamba sisi kama wanadamu kuna watu ambao wanaweza wakatutengenezea sisi vikwazo, na vile vikwazo havina budi kwa ajili yetu. Kwa mfano tunajifunza kwa mtumishi Daudi, mtoto wake alivyomwekea vikwazo na kumfanya yeye aweze kushindwa kwenye vitu mbalimbali, na mwisho wa siku mtoto wake akamuuza kwa watu ambao wanataka kushika ule ufalme. Ukiwa kama kijana, kauli mbiu ya CS inasemaje? Kauli mbiu ya CS inasema uamsho wa ajenda yetu. Inatoka katika kitabu gani? I forgot it. Swali la kwanza linasema kwamba ni mto gani Musa alipogawanya maji?
Nafikiri haukuwa ni mto, ila ilikuwa ni bahari. Wow! Oh my God! Ilikuwa ni bahari ya Shamu. Ni ishara gani inayowakilisha Roho Mtakatifu katika Matendo ya Mitume? Ni ishara inayowakilisha Roho Mtakatifu ni kule kushuka kwa Roho Mtakatifu kwa ishara ya kama moto. Swali la 3 linasema ni nani aliyetengenezwa kutoka kwa ubavu wa Adamu? Aliyetengenezwa kutoka kwa ubavu wa Adamu alikuwa ni mwanamke ambaye jina lake anaitwa ni Eva.